hakupendi, yani anapenda muda wote labda ukae ndani, hata kwenda kwenye mikesha aruhusu. Wakati huo mimi kuna kitu ambacho ninakipokea, nimeshajua nini maana ya wokovu, kuna kitu nilikuwa napata, kwa hiyo yeye haelewi, kwa hiyo tukapishana changamoto. Hata tukiangalia yani tuanze tuachane kwanza na mahusiano, niongelee tu kwa ufupi kwamba tuje hata kwenye maisha ya kihuduma. Kwa mfano maisha haya ya kiroho, umekutana na mtu kanisani, moja kwa moja ni sehemu ambayo tunasema kama ni garage ambayo kila mtu anatakiwa aje afanyaje, atengenezwe. Uwezi ukasema pale kanisani umekaa, mtu anakuja anafunua amepata labda Mungu ameonyeshwa na Mungu au amekupenda tu automatically, anakuja pale anakuambia dada, mimi natamani kukuoa. Haimaanishi mimi hapa nimkatae kwa sababu siko na imani moja. Kwa hiyo mimi hapa ndampokea mtu yoyote, awe Muislamu, awe mswali sunna, awe ni nani, awe msabato, awe nini. Sio lazima niwe naye imani moja kwamba ni imani ya Kikristo au na kumwamini Mungu tu. Kuna wengine maana yake anamwamini nani? Allah wanasema. Kwa hiyo mimi hapa kwangu sio kwamba nitaambatana na mtu ambaye niko naye imani moja. Hapana. Bali nitaambatana na mtu yoyote, lakini kama Mungu amenipa neema ya kuambatana na huyo mtu, tutatengenezana. Automatically ndamtengeneza. Ile neema ambayo iko ndani yangu ya Mungu itamsababisha. Madam Samani, mimi sana katika sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anavyomleta mtu, kama ni mtu sahihi, utamuona tu namna ambavyo atakuja, namna ambavyo mtakuwa mnaishi. Hawezi kukuzuia kwenda kanisani, hawezi kukuzuia kuhusu habari za Mungu, hawezi kukuzuia uishi yale maisha ambayo yanampendeza Mungu. Sasa hivi ndo ametokea sasa. Vipi, unaweza ukaa uko tayari labda kuoana naye? Nitakuwa tayari, ndio. Au ana vigezo vipi? Awe anamcha Mungu tu, awe anampenda Mungu. Anamcha Mungu, hana hela, hana gari, hana nyumba. Vipi hapo? Kwani hela na nyumba inaongeza nini au inapunguza nini? Lakini pia ndoa lazima mimi kila mmoja awe anafikiri, kwa sababu mimi I know that by the way ninavyokuona ni piskali, ni mzuri, unahitaji matunzo nini, nywele za gharama nini, kila kitu. Unafikiri mpenzi mtazamaji, hata wewe pia utakuwa unaona, si ndio? Hasa anakuja jamaa kweli anamcha Mungu, na ukitaka kuangalia, kwa sababu hata mimi pia unaniona pia nimeokoka, lakini changamoto inapokuja, watu wengi au watu tuliookoka mara nyingi tunakuwa ni watu ambao tuko very poor, si ndio? Tunakuwa tuko maskini kwa kipato, si ndio? Maana yake muda mwingi tunautumia kwa ajili ya kwenda kumtafuta Mungu, si ndio? Na kwenda kuabudu. Sasa amekuja mtu kama huyo, means hana hela, lakini amefunuliwa wewe, inakuwaje? Afu na Mungu na mimi amenionyesha ni mtu sahihi. Kwa sababu mimi naaminiji, yani Biblia sidhani kama nitakuwa nakosea, lakini kwa mujibu wa maandiko anasema hivi, mke mwema utoka kwa Bwana. Na ukisoma nafikiri kitabu cha kama sikosei, Kumbukumbu la Torati, anasema hivi, mtu wa mataifa kijana wako usimpe wala binti yako usimpe, maana watakwenda kukengeusha, watakwenda kuabudu miungu wengine, si ndio? Watakwenda kukengeusha, watakwenda kuabudu miungu wengine. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Lakini hajazungumzia habari ya kufunua au kufunuliwa, ila Biblia imeelezea kwa habari ya mke mwema hutoka kwa Bwana. Maana yake hivyo hata mume mwema hutoka kwa Bwana. Lazima awe wa imani moja, si ndio? Tunakubaliana? Ndio. Kama wa imani moja, sasa habari ya kufunuliwa maono, ninavyozungumziaga habari ya maono, labda nilikuwa nataka wewe unifundishe kidogo maono labda hayo huwa yanakuaje, labda mtu mpaka anafunua, kwa sababu mimi ninavyofahamu mtu ambaye anakwenda kukuchumbia wewe means lazima awe wa imani moja, si ndio? Hapana, mimi nakataa. Sio wa imani moja. Sio lazima awe wa imani moja. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mpendwa mtazamaji, mada imekuwa ni nzuri kweli kweli, mada inavutia. Kama unavyoiona hapo, cha msingi usiache kuacha comment yako hapo chini, pamoja na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata new updates za video kama hizi hapa. Madam Samani, kwa desturi ya Kiafrika au wa Tanzania, kati ya mwanaume na mwanamke, si ndio, anayetakiwa kumfuata mwenzake ni nani? Hapo haina nanili, ila wote natakiwa tufuatane. Sasa kwa nini nimekuuliza hivi? Unapozungumzia habari ya maandiko matakatifu au habari ya Mungu, na ndio maana nikakupitisha kidogo kwenye mada kama hiyo, kwamba Biblia inazungumzia kwamba mtu wa mataifa means ni mtu ambaye hamjui Mungu kabisa, si ndio? Mtu wa mataifa au hamjui Mungu, lakini sio wa imani yako, si ndio? Tafsiri ya Biblia kusema vitu kama hivi, mimi nafikiri inakuwa ina tafsiri moja, kwamba mtu lazima awe wa kanisa moja. Kwa nini nasema wa kanisa moja? Kwa sababu
muda wa ibada utafika, wakati wa kwenda labda kwenye mkesha kama ulivyosema, si ndio? Ukifika ule muda wa mkesha, mna bageni kwamba bwana, leo ni mkesha, mna uwezo wa kwenda wapi? Kanisani wote kwa pamoja, kwa sababu wote ni wa imani moja. Lakini pamoja na sasa unapata labda Muislamu afu then wewe ni Mpentekoste, na wewe umezungumza kwamba wa imani yoyote anaweza kaja na nikawa naye, si ndio? Sasa wakati wewe labda unaenda kanisani, yeye anakuambia bwana, mimi hapa napiga magoti hapa. Kwanza yote Biblia inasema kwamba mwanamke hujenga nyumba yake na kuibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke ukiamua kusimama na ukajiweka vizuri na ukafanya yale mambo ambayo yanampendeza Mungu, na mwanaume wako akaamini kabisa kwamba huyu mtu ni anaenda kanisani na anafanya kile kitu ambacho kila ninachomwambia anaenda sawa na mimi. Shida kubwa ambayo inakuja mpaka tunakuja tunapishana, unakuta huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo. Kinachokuja kupishana matendo ambayo siku hizi wa Kristo tunaishi nayo, iwe ni ndani ya ndoa au kwenye huduma, tunaishi na matendo tofauti. Ndio maana inaleta ukinzani. Hata hawa watu wa nje wanaona kwamba sisi hatueleweki. Ni kwa sababu gani? Maisha ambayo tumeamua sasa hivi kuishi ndani, sisi kama watu ambao tumeokoka hatuna utofauti na watu wa nje. Sijui kama nimeeleweka namna nilivyojibu hili swali. Yes, unaeleweka, yes. Ndio hivyo. Yaani, lakini kwa mfano mimi nimepata mwanaume Muislamu, afu mimi ni Mkristo. Tunaweza tukasimama pamoja na mimi nikamtumikia Mungu na yeye akafanya yake, akaendelea kuswali na mambo yakaenda sawa. Ila kinachohitajika ni nini? Kusikilizana, hekima ya ndani, kwa sababu mwanamke lazima mwanamke ameumbiwa kutii. Kwa hiyo kimtii yule mwanaume ukafanya vile anavyotaka, mwanaume hawezi akakuzuia automatically. Wewe ndio ukamtafute Mungu. Na wewe mwanamke ukishaona mwanaume anakutimizia kila kitu ambacho inatakiwa, awe ni Muislamu au nani, lazima mtaenda sawa. Kwa hiyo hawezi kukuzuia kwenda huko. Na mnaweza mkasimama, mkajenga familia na ukajenga huduma. Hata kama mimi ni mwimbaji, nitaimba na mambo yangu yataenda mbele. Okay. Asante mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe dada yetu, bado tuko naye, bado tuna mada nyingi za kuzungumza, lakini kwa siku ya leo tutaishia hapa na kutakia siku njema. Chao.